Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana na binti za Mungu. Kwa majina naitwa Pastor Ali Mkwizu. Nimeokoka na mpenda Yesu. Na nimekuja mbele yenu kwa ajili ya kuwaletea habari njema za ufalme wa Mungu. Na habari hizi hazitaishia leo, bali kuanzia sasa tutakuwa tukizirusha katika chaneli yetu na mtakuwa mkizifuatilia. Hivyo tunaomba usubscribe, ushare, ulike ili zinapotoka uwe wa kwanza kupokea, ili uweze kupokea baraka za Bwana. Nyakati hizi ni nyakati za mwisho ambazo sisi tumependa sana dunia, tumependa mambo mengi ambayo yanauzunguka ulimwengu kuliko kupenda mambo anayopenda Mwenyezi Mungu. Lakini katika maisha haya lazima tuangalie, kuna uzima, kuna kifo. Leo tuko hai tunafurahia, lakini kesho kuna kufa. Lakini kikubwa zaidi tunachotakiwa tukiangalie, hata yule aliyekufa leo pia alikuwa na malengo na mipango mingi katika maisha yake ambayo alikusudia kwamba angeifanya, lakini ameshindwa kuifanya kwa sababu yule mtu hayupo duniani. Je, wewe ni nani? Au wewe unastahili zaidi kuliko huyu aliyekufa? Jibu ni hapana. Sasa lazima tuangalie nyakati hizi tulizo nazo, tujisogeze mbele za Mungu na kumcha Mungu na kutengeneza yale ambayo Mungu anayapenda tuyafanye. Mimi safari yangu ya wokovu nitaielezea kwa ufupi tu. Nilikuwa nikichukia sana kitu kinachoitwa wokovu ama ulokole, lakini kadri siku zilivyosonga nilijikuta nasukumwa kufanya huduma. Sasa wakati nilipoona nina wito ndani yangu, nikapata fursa ya kwenda kusoma, na mimi sikuacha hiyo nafasi, nikaamua kwenda kusoma. Nilipomaliza kusoma, nimerudi, lazima tuendelee na kazi ya Mungu kwa nguvu, maana nyakati tulizo nazo ni nyakati za mwisho. Ukisoma kitabu cha Petro, anazungumza, anasema nyakati za mwisho watakuja watu na zihaka zao wakisema, iko wapi ile ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo? Lakini nataka niwaambie kwamba Yesu anakuja. Lazima tujiandae na lazima tuwe tayari. Saa na wakati ni huu ambapo tusipojiandaa, kuna jambo linaweza kutokea tukajikuta tumeangamia kama wakati wa Nuhu, ambao walitangaziwa ndani ya miaka 120 lakini walidharau. Lakini ndani ya siku moja mambo yalibadilika, waliteseka ndani ya siku 40 na kufa na kuangamia kabisa. Waliookoka ni wale 8 tu ambao walikuwa ni familia moja ya yule nabii Nuhu. Sasa leo tutakwenda kuangalia somo linalohusu imani. Imani ni kitu kidogo sana, lakini imani ni kitu kikubwa sana katika maisha yetu ya kimwili, lakini pia ya kiroho. Tunasema afadhali ufe kimwili kuliko kufa kiroho, maana aliyekufa kimwili huyu anasubiri ufufuo wa mwisho, lakini aliyekufa kiroho, ina maana habari yake imekwisha. Ina maana tutakuona unatembea duniani, tunakuona ni mzima, unazungumza, unavaa vizuri, unapendeza, lakini kwa sababu umekufa kiroho, wewe haupo kabisa. Sasa inabidi urudi uwe mzima kiroho, maana aliyekuwa mzima kiroho ndiye anaweza kwenda sawasawa na Mungu. Lakini mtu aliyekufa kiroho, ina maana huyu mtu hata Mungu hayupo naye. Sasa hili neno imani, Yesu alilizungumzia kama punje ya haradali, kwamba ni ndogo sana, lakini hili neno unapolichukulia kwa udogo, lazima ulitafakari kwa ukubwa, kwamba kumbe linaweza kuzaa kitu ambacho wewe hukitegemea ama hukukifikiria ama hukukizani. Sasa hebu twende katika kitabu cha Warumi
Warumi 1:16 tujaribu kuangalia hapa kwamba neno la Mungu linatuambia nini. Warumi 1:16 nitasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Biblia inaniambia sionei haya Injili. Sasa lazima mimi niwe wa kwanza kuonyesha msisitizo kwamba mimi sionei haya Injili, kwa sababu kama Myunani alipokea, Myahudi akapokea, lakini bado tukaja kukumbukwa na sisi watu wa mataifa. Kwa nini sisi tusichukulie umuhimu hichi ambacho tuliletewa? Maana wokovu ni neema ambayo tumeletewa sisi wanadamu, na kwa kila aminie wokovu huu unamhusu, kama neno la Mungu linavyosema tusionee haya Injili. Na unapoionea haya Injili, bado Biblia inaniambia kwamba yule ambaye atakuwa akiona aibu kwa ajili ya kupeleka Injili kwa namna yoyote, basi mtu huyo, kinachokwenda kutokea ni kwamba huyu mtu hata siku hiyo Yesu atamkataa. Kwa hiyo usimkatae Yesu, mpokee Yesu katika maisha yako, maana ndiyo msingi ambao tumeachiwa. Bado Biblia inasisitiza kwa kusema Yesu ni jiwe ambalo walilikataa waashi, lakini jiwe hili likikuangukia linakusaga kabisa na kukupoteza katika ulimwengu huu. Kwa hiyo simama, usionee haya Injili. Mimi sitaionea haya Injili. Sitaona haya kumtaja Yesu mahala popote, iwe mchana, iwe usiku, iwe asubuhi, iwe jioni. Mahala popote nitakapokuwa nitamtaja, kwa sababu ndiye atakayesababisha mimi nifike kule. Twende tukaangalia katika kitabu cha Waebrania 11. Kitabu cha Waebrania 11 anasema, nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni mambo unayotarajia. Leo hii huna gari, huna nyumba, lakini kwa imani unatarajia kwamba baada ya muda kutoka hapa ulipo utakwenda kupokea. Ni imani kwamba utafanya jambo fulani na baadaye litakuwa na matokeo. Ndiyo maana hapa anasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ina maana hujui utalipataje, hujui utakipataje, lakini tayari imani yako imekutengenezea msingi kwamba baada ya muda kuna kitu utapokea. Kwa hiyo imani yako unatakiwa uiweke thabiti, uithibitishe mbele za Mungu, na usiwe na imani ya kukata tamaa. Danieli katika zile siku 21 alizoomba, aliomba lakini hakukata tamaa, maana bado alikuwa siku ya kwanza ameomba kile alichokiomba akitegemea kwamba kitashuka, lakini hakikushuka kwa wakati ule. Akaomba kwa mara ya pili, hakikushuka, lakini hata siku 7 zilikwenda, bado majibu hayakutokea. Siku 14 majibu hayakutokea. Kama angekata tamaa, basi inawezekana pale muujiza wake ungekuwa umekwisha. Maana kama alivyofika siku ya 20 angesema kwamba hapa nimefika, nimemaliza, muujiza wake ulikuwa umekwisha kupotea. Kwa hiyo alipojitahidi mpaka siku ya 21 na tunaona kwamba baada ya pale muujiza wa Danieli ukafika. Maana majibu yalikuwa yanazuiwa. Wakati unapotuma maombi, shetani naye yuko na bidii ya kuzuia kwamba usipokee muujiza wako. Nataka nikupe habari moja kwamba wakati unapoomba jambo fulani kwa Mungu akufanyie ama akutendee, usiwe na imani haba, usiwe mtu wa kukata tamaa. Kwa sababu leo hii umeomba labda upate mchumba, upate kazi, upate jambo fulani ambalo lilikuwa ni tarajio lako. Lakini wakati umeomba
imebaki siku moja kupokea muujiza wako, lakini kwa sababu ulikuwa umeshakata tamaa kwa kuona ndani ya siku 7 muujiza haukutokea, ukawa umevunjika moyo, nataka nikuhakikishie kuna mtu ambaye anahitaji kama lako. Siku anapokwenda kugonga tu ule mlango, kodi kwa Mungu, anapogonga mlango unakuta lile ombi lako, kwa sababu ulikuwa unaomba kitu kama anachohitaji yeye, anapokea kwa sababu wewe ulishakivuta kikasogea mlangoni. Kwa hiyo mwenzio kitendo cha kushika mlango tu, muujiza wake unaingia, lakini ule muujiza sio wa kwake, ni wewe. Wewe ndiye uliufanyia kazi. Hata Danieli kama asingesogeza ile siku ya 21, inawezekana muujiza wake ulikuwa umeishia pale na asingeweza kupata matokeo, lakini kwa sababu alijikana nafsi, akaendelea kupambana kumwomba Mungu kwa nguvu zote, tunaona siku ile mambo yakawa mazuri. Hata wewe utakapokuwa umeamua kuishika imani yako na kumwamini Yesu kwamba anaweza kutenda kwa ajili yako, basi utaweza kufanikiwa. Tunajifunza watu wengi sana katika Biblia ambao walikuwa na imani sana na walifanya mambo na yakaweza kutokea. Tuangalie kitabu cha Warumi 10:17 tuone kwamba neno la Mungu linatuambiaje. Warumi 10:17, neno la Mungu linasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la nani? La Kristo. Kwa hiyo kumbe, kwanza imani lazima uisikie mahali fulani, iwe utasikia katika kanisa, iwe utasikia kwa mtu mmoja mmoja, au utasikia katika matangazo ambayo yatapita barabarani, au utaona kwamba kuna bango limebandikwa lenye ujumbe fulani unaohusiana na mambo ya injili ya wokovu. Utakapoona ama utakaposikia, kumbe tayari ni chanzo cha wewe kujua. Kwa maana tunaona kwamba chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo kumbe imani katika kuisikia, kuna kitu kinachotakiwa ndani yake kiwepo, kwamba kunatakiwa kuwe na neno Kristo. Imani ndani yake inatakiwa iwe ina kitu Kristo. Ukiona mtu anahubiri injili ya namna yoyote, lakini ndani yake hajaweka neno Kristo, hiyo injili lazima uiwekewe lakini. Maana bado Biblia inatuambia mtu yoyote, hata awe ni malaika aliyeko mbinguni, akihubiri injili ya namna yoyote isipokuwa injili ile ambayo tuliletewa na manabii na Bwana wetu Yesu Kristo, basi huyo habari yake imekwisha. Kwa sababu atakayekuwa amehubiri atakuwa amelaaniwa na hana ajira tena mbinguni, atakuwa hana nafasi. Maana tumeambiwa tusiongeze wala tusipunguze, maana atakayepunguza atapunguziwa na atakayeongeza ataongezewa. Kwa hiyo hutakiwi kuongeza katika haya maneno wala kupunguza, maana chanzo chake ni kusikia, na inawezekana tumesikia kwa namna mbalimbali, na wengi tuliposikia habari za neno la Mungu tumepuuzia. Hakuna mtu ambaye amesikia akachukua hatua. Naamini hata wewe ambaye leo hii unanisikiliza kwa wakati huu na majira kama haya, naamini kwamba kama hujampokea Yesu, lakini neno hili Yesu umeshawahi kulisikia, neno wokovu umeshawahi kusikia, neno Ukristo umeshasikia. Maana tuliitwa Wakristo kwa ajili ya Kristo. Sisi ni wafuasi wa Kristo. Tunapomfuata Kristo ndipo tunaitwa Wakristo. Huwezi ukawa umfuati Kristo afu ukaitwa Mkristo. Lazima uwe mfuasi wa Kristo ndipo uitwe Mkristo. Yesu atusaidie sana. Tuangalie katika kitabu cha Yohana 5:24.
mpaka 27. Kwa wale ambao mnaandika mtafuatilia hapo. Yohana 5, kitabu cha Injili ya Yohana 5:24 anasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Haya maneno siyo ya Yohana ndugu yake Yesu, wala Yohana Mbatizaji. Haya maneno ni ya Yesu Kristo mwenyewe. Anasema, amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini aliyenipeleka. Maana Yesu amepelekwa na Mungu, kwa hiyo yeye aliyempeleka ni Mungu. Kwa hiyo unatakiwa uamini yeye aliyempeleka. Anasema, aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni. Yaani ukimwamini Mungu ukamwamini na Yesu, huwezi kuingia hukumuni, kwa maana umejitengenezea njia safi na umechagua fungu lililo bora katika maisha yako. Anaendelea kusema, amini amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Wafu pia wataisikia sauti ya Yesu. Saa inakuja na saa ipo. Ni muda kitambo tu tutaisikia na inakuja, ambayo saa hiyo inapokuja wafu pia wataisikia na kufufuka, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Kwa hiyo Yesu ana amri ya kufanya hukumu juu ya wanadamu, kwa sababu amri hiyo alipewa na Mungu. Lakini Yesu ana uzima, maana uzima huu aliupokea kwa Mungu, akaambiwa atuletee sisi wanadamu. Na sisi wanadamu tunatakiwa tuuchukue uzima huu, tutembee nao, kwa sababu tumeona huku mwanzo kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo ili uwe na huu uzima, ili usiingie katika hukumu, lazima upokee uponyaji. Unaupokeaje? Ukishalipokea jina la Yesu. Jina la Yesu ni dawa. Jina la Yesu linaokoa. Jina la Yesu linamaliza hila zote. Unapojilitaja jina la Yesu, hakuna pepo wala jini wala kibwengo yote ambaye atasimama mbele yako, maana jina hili lina mamlaka. Jina hili unapolitaja, mapepo huwa yanatetemeka. Japokuwa na wao pia wanalielewa zaidi, lakini wanapolisikia huwa wanajua kwamba ni jina la kutisha, ni jina ambalo halina wasiwasi ndani yake. Ukilitaja mahala popote, na usiku unapolala ukasema, Yesu nifunike kwa damu yako, hakuna jini au kibwengo yoyote ambaye atasogea katika kitanda chako, kwa sababu ulinzi atakaouweka pale ni ulinzi ambao yule anayetaka kuja, yule mwovu ibilisi kuja kukuletea shida yoyote, hawezi kusogea. Huwezi kuota ndoto za kukimbizwa, huwezi kuota ndoto za marehemu, huwezi kuota huko makaburini unakimbizana na manyoka, kwa sababu ulinzi wa Yesu Kristo umetamalaki katika maisha yako. Unapolala asubuhi, tengeneza imani yako kwa kumkabidhi Mungu maisha yako. Tunatembea na kifo, sisi ni wanadamu. Asubuhi unapoamka, mwambie Mungu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa wakati huu. Naomba ninapoelekea kazini kwangu unilinde na ajali mbalimbali. Linda familia yangu nyumbani. Sasa wewe unaondoka tu unakwenda, baadaye unakutana na changamoto huko uendako, unajiuliza zimetokea wapi? Kumbe ni kumkabidhi Mungu, ukukabidhi mambo yako katika mikono ya Mungu ili akulinde. Unakutana na maajali yasiyokuwa na sababu kwa sababu hukujikabidhi. Lakini unakuta kuna mtu amejikabidhi, hata inatokea ajali unakuta ameokoka tu miujiza tu.
Sasa unaweza ukasema hii imekuwaje? Ni kwamba ulijikabidhi mikononi mwa Mungu, kwa hiyo lazima uwe salama. Sasa somo letu ni refu sana linalohusu imani. Tutaendelea kujifunza sana kuhusiana na masuala ya imani. Sasa tunapoendelea kujifunza somo hili somo ni refu sana na lina mambo ni mengi mno, kwa sababu tuangalie kidogo katika kitabu cha Waebrania 4, Waebrania 4:38. Hadi 10:38 kumradhi. Anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haitakuwa na furaha naye. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sasa lazima tuwe na imani kusudi tufikie malengo ambayo Mungu anayataka, maana mwenye kusitasita Mungu hamhitaji. Sasa tunapenda kusema kwamba tutaendelea na mahubiri yetu kwa wakati mwingine, lakini tunatoa pia huduma ya ushauri wa masuala ya kiroho, ya kifamilia, ya kindoa, lakini pia huduma za maombi tunazitoa na zinapatikana. Utupigie katika namba 0652 93 66 38, 0652 93 66 38. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuwa na huduma na kuna changamoto ambazo wanakutana nazo, pia wanaweza wakatupigia kwa ajili ya kupata mwongozo wa kwamba tunafanyaje huduma, tunaendeleaje kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Tunachohitaji ni kuendeleza hii kazi, maana imani wengi wamesikia. Tunajionea kwamba watu wanakufa katika dhambi, lakini tupo ambao ni watumishi tunaweza kufanya hii kazi, na wengi tumewekwa katika shamba la Bwana kwa ajili ya kufanya hii kazi. Sasa je, wewe utakuwa tayari? Maana damu zao zitadaiwa mikononi mwao, zitadaiwa mikononi mwako endapo kama wewe hutawajibika kuwashuhudia, kuwapa habari njema za ufalme. Lazima uwape habari njema ili neno hili lifikie watu wengi kulingana na uhitaji. Injili bado inahitajika sana. Tumeambiwa imeanzia Yerusalemu, lakini ikaenda kwa mataifa ya karibu, lakini imeenda mpaka miisho ya dunia, na sisi ni wale ambao tuko mwisho wa dunia. Tuna masomo mengi ambayo tutayaleta katika chaneli yetu na mtakwenda kuyapokea, na masomo yatakuwa yanakuja kwa nyakati tofauti tofauti, ili tuendelee kuona kwamba tunawafikia watu wengi, tunawapata watu wengi watasikiliza mahubiri yetu na kuyapokea. Tunasema kwamba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Tunasema Mungu awabariki katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.